Bwana Yesu apewe sifa. Hivi ndugu zangu, safari ya kwenda mbinguni mnaionaje? Mnaichukulia vyepesi? Mnaichukuliaje? Unajua neno la Mungu linaposema kwamba tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia, linamaanisha. Na Mungu sio mwanadamu na hata aseme uongo. Wapo wengi wanatoa utabiri juu ya siku za mwisho, na wengine manabii, mitume walitabiri kwamba nyakati za mwisho zinakaribia. Lakini ndugu yangu, umeona kwamba wewe duniani utadumu milele. Umesahau kwamba wapo waliokuwa na fedha, wapo waliokuwa na mali, lakini wamepoteza maisha yao. Ni heri ukawa kama yule maskini ambaye kutamani mali ya mtu, ambaye kutamani mke wa mtu. Lakini Yesu Kristo alikuwa tumaini lake. Sio kwamba yule maskini aliyekufa katika shida, sio kwamba alishindwa kuiba cha mtu, sio kwamba alishindwa kuua mtu. Hapana, ni kwa sababu aliona kwamba ufalme wa Mungu ni bora kuliko kitu chochote. Mpendo wa Mungu ambao hujaokoka, na kuambia nyakati za mwisho ni za hatari sana. Mnachukulia mambo ya kawaida kwamba tunapohubiri tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Mnatuona kwamba sisi kitu. Sikia mpendo wa Mungu, hakuna mtumishi yote wa Mungu anayelipwa mshahara ili aje kuhubiri neno la Mungu mitaani, bali ni Roho wa Mungu mwenyewe anamsukumizia ili awahubirie watu waikimbie jehanamu. Unachopaswa kujua mpendo wa Mungu kwamba jehanamu ni shetani na malaika zake. Sisi wanadamu tuna uhuru wa kuomba toba na rehema, lakini shetani hana uwezo. Ndugu yangu, unayeona kwamba mali na fedha na dhahabu vyote ni vya kwako, lakini Mungu anasema hivi: njoni enyi wenye kulemewa na kusumbuka na mizigo, naye atawatua. Jifungeni nira yake Yesu Kristo, nira yake ni nyepesi. Tubuni wapendwa, nyakati zinakaribia. Yametabiriwa na mitume na manabii. Maona, manabii wa uongo wameshatokea. Yule mpinga Kristo anakaribia kuchukua nafasi. Ndugu yangu, baba, mama, utakuwa wapi kwa kujisha mambo ya duniani? Na kuambia hata hizo nyumba mnazozijenga hamtatamani kuziishi. Nawaambia wapendwa wa Mungu, ukisoma Zaburi 25 mstari 18 anasema siri ya Bwana iko mchao na atawajulisha agano lake. Jambo lolote likitaka kutokea ndani ya nchi, lazima Mwenyezi Mungu aoneshe watu. Nyakati zinakuja ambapo Mtanzania utatamani kuikimbia nchi, ambapo utaitamani kutafuta neno la Mungu la kweli na litakosekana. Ni kwa sababu utakuwa umeshachelewa. Ni kwa sababu utakuwa umeshachelewa. Hautakuwa na nafasi ya kutubu. Hizo nyumba mnazokaa, hakika hizo nyumba mnazosumbuka kwa kujenga, hakika mtakaa. Tubuni wapendwa wa Mungu, ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni wapendwa wa Mungu, siku za mwisho zinakaribia. Yaliyotabiriwa na manabii yanakaribia kuja. Mtakuwa mmeketi wawili, lakini mmoja atakuja na mwingine utabaki. Wote baki, utajibu nini? Utamsujudia yule mnyama? Utamwaga damu yako? Achana na mambo ya duniani wapendwa wa Mungu. Dunia ina mwisho. Mambo ya dunia yana mwisho, lakini ufalme wa Mungu na jehanamu ni za milele. Maskini na tajiri waliishi kwa viwango tofauti tofauti, lakini yule maskini aliyekuwa na fedha ya kula alikuwa hana hata hela kula, lakini aliona ufalme wa Mungu. Yule tajiri aliyekuwa na mali, aliyesumbuka na wake za watu, aliyesumbuka na fedha na vitu vyote alivyokuwa navyo, lakini alikosa ufalme wa Mungu, aliishia kuteketea katika shimo la moto. Wapendwa wa Mungu, hizi nyakati za wewe kurekebisha matendo yako. Ulipoanguka na ukasimame, toba na rehema zinaweza kusababisha ukarejea kundini. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana.